Sasa ni watu wangu, so natumai mko poa, so mimi niko poa sana. So manze nimekuja kuongelesha those people who are going through tough times, those people who are going through a lot in life. But mimi nimekuja kukwambia kitu moja, don't be afraid of the setback. Unaona, kama nimekuwa nikiwatch videos hapa TikTok, saa hii tu nikaona one of the comment mtu akisema ati I have given up living in Nairobi. And tomorrow nitakuwa nikirelocate up country, yani nikigo back nyumbani Sharks, unaona. So mimi I conquer with that. Mimi sitaambia mtu aishi hapo Nairobi anapigana badala ya mtu end up kujinyongea hapo Nairobi, badala ya mtu end up end up homeless hapo Nairobi, na end up homeless ni madrugs, kurisk maisha yake, hata kuuriwa huko street. So mimi siarudi kwao kama akona kwao, unaona. So mimi nimekuja kuongelesha those people who are going through a lot in life. Nikwambie, don't be afraid of the setback. Some people, or sometimes life's gonna set you back so that you can come back with a full force, unaona. So kama jana ndo nilikuwa najiuliza, unajua some stress watu wengine ni sisi huaga tunajiletea, si ndio? Ni kwa nini? Maybe ulikuwa na kazi poa, haukuwa unaweza ulikuwa na kazi poa, ilikuwa inakusustain maisha mazuri. So hiyo kazi maybe ukaenda ukafutwa, ama kazi ikaenda ikaisha. So yeah, saizi you are still struggling ku keep up with that life ulikuwa unaishi back then, time yenye ulikuwa na kazi na saizi hauna kazi. So my advice is accept yale yalitendeka jana, yalitendeka juu. Maji yakizoreka, maji yakimwagika hayazoreki, si unaona? Si ati ni kitu na prevent kitendeke, already kishatendeka. So wewe jikubali useme yalishatendeka, so what am I gonna do? Just find a plan B. Kama ulikuwa unaishi nyumba 20,000 time ulikuwa na kazi na haikuwa stress wewe kulipa hiyo nyumba, why don't you think sasa uhamie another state? Yes, itakuwa watu watakucheka, watu watakuongea vibaya, but in this life ukijua kila mtu anaishi maisha yake na kila mtu ana walk on their own journey, ndo utaacha kuogopa vile watu watasema, vile watu watakuona. Unaweza kuwa ulikuwa unaishi state poa, unaishi maisha poa, wewe hamia state nyingine cheap. Kama utawezana kulipa nyumba ya 10k, wenda hiyo nyumba ya 10k. Kama utaweza kulipa nyumba ya 9k, kama utapata one bedroom somewhere ya 7k, wewe hamia hapa. At the end of the day, yes, itakuwa umetoka maisha ya juu umekuja maisha ya chini, but at the end of the day maisha yako na uhai wako ni kitu cha maana. Ukikuja kujua there is nothing important as life. Unajua ukiwa na life, hata kesho unaweza amkia na mambo ibadilike, but without life, mtu mwenye sasa amekufa leo bila kuachieve their dreams and their goal, hata wise achieve tena in this planet Earth. Yake imeisha hivyo na hivyo na hivyo na hivyo. But mtu mwenye ako uhai, hata kama ako kwa street, things can happen to that person. Chochote chaweza kutokea kwa hiyo mtu, na uweze kumuona ni mtu wa maana kesho. Kwa hivyo some setback katika maisha zimekubaliwa. Wakati mwingine hata nyinyi kama motivational speaker, si ama mapastors, si kila time nafaa kushida mkiambia watu vumilia, kazana. Sometimes let's face the reality venye iko, si unaona? Kama mambo ilitendeka, sasa tafuta plan B. Plan B sometimes inahitaji go all the way back, unakuja na full force, unaona? There was this one lady mwenye alikuwa ananiongelesha WhatsApp, na kesi yake mimi it was so simple mimi kuihandle. Aliniambia ame give up na maisha because alikuwa na kazi, alikuwa anasaidia mtoto wa sister yake kumsomesha. Sasa imefikia to the situation alienda akafutwa kazi. Sasa hata hawezi kusomesha mtoto wa sister yake. Mtoto wa sister yake saizi ako 2 terms, amefukuzwa juu ya fee, hajalipa 2 terms. So mimi nikamuuliza what is the school fees ya huyo mtoto na shule yenye anasomea. So akaniambia hiyo shule is one of the school in Nairobi na ni boarding school. So school fees ya hiyo mtoto unakuta analipa pa 15,000 kama term moja, term ya pili ilikuwa 11,000. Si unaona? Hizo ni almost 28 27 whatever thousand, huko ma 20 something thousand. So mimi nikamwambia saizi kuna time ulikuwa na kazi ndio, ulikuwa unalipia mtoto wa sister yako ndio, saizi yako form 2 anaenda form 3. Why don't you think kumreta day school? Because day school I believe kuna zile zinalipa 4,000 5,000, na hiyo time maybe hujapata basari kama basari kuanga zinapatwa. Because it's easy ya kuniongelesha mimi kuniambia mtoto wa sister yangu amefukuzwa school fees, sister yake alikufa, pole sana. Kwa hiyo it's easy ya mimi kukusaidia na 4,000 than mimi kuexpect nikupatia 11,000, si unaona? Because hata nisipokusaidia na 4,000 nikikupatia 2,000, you can take the 2,000 kwa shule na walimu wakusikize that, but hiyo 11,000 na school fees 50,000 hata nikikupatia 2,000. So nilimwambia acha kujipea stress. Sio kutaka kwako kufutwa kazi, sio kutaka kwako
dadako kuaga dunia. So kubali tu huyu mtoto umtoe boarding school, umrudishe day school, place yenye unaweza afford kulipa. Unaona, you can struggle kulipa, or else if you can talk to people. Mimi nikimuongelesha that way, nilikuwa nasema kama mtoto angekuwa day school, by the way, unaona hiyo 4000, I can decide nimlipie hiyo one term fee ya 4000 ama 5000, naweza mwambia nimlipie hata 2 terms, unaona. But ukiniambia nimlipie over 20000, hiyo ni pesa hata mimi kusema ukweli nilikuwa na mashida zangu ama maisha zangu ama watu wengine nasaidia singeweza, si unaona. So mtu kama huyo, kama wewe unajua uko na situation kama hiyo, kama umeshindwa kusomesha boarding, hakuna haja ujistress. Hata sisi tulisomea day school, si kumaanisha juu mimi nilisomea day school I'm not successful, hapana. Mimi saizi nilisomea day school na kuna mwenye alisomea hata Alliance na hizo mashule expensive, but at the end of the day they ended up nowhere, hata maybe hata hawakwenda hiyo university. So kama maisha imekushida kusomesha boarding school, wewe kubali kurudisha mtoto day school mahali unaweza struggle ulipe. Kama maisha imekusukuma you cannot pay off your car, unataka tu kukua na gari kubwa kubwa, kama celebrity mwingine nilikuwa nimeona story zake hapa ati ako sijui ako na Range Rover anakopa watu so that akuwa akipata fare ya hiyo Range Rover. Kama bona kuna proof point to people, at the end of the day utafika mahali hii ni kama ndovu, utaipush kuna mahali itafika ikushinde na ikuue, unaona. Kama umeshindwa kukua na hiyo gari kubwa, why don't you sell it, ununue kagari kadogo, it's just for a moment. Sio kusema siku moja hauta own gari nyingine kubwa kuliko hiyo. Kama ni nyumba yenye nimesema hauwezi ishi hiyo nyumba kubwa, why don't you accept it? Kutafuta kanyumba kingine kadogo hata kama ni different estate, because kama hiyo estate uko ni expensive, si unaona. Kama ni kazi tuseme ulikuwa kazi ya 40000 na ulifutwa ikaisha, why don't you accept hata kama utaanza kazi ya 10000, baraka ukiwa ukipata chakula na labda kulipa kanyumba hata kama ni ka bed sitter kama ama ka single room. Yani start from somewhere. Don't give yourself a room for regrets and stress and all those shit, because at the end of the day mwibaji mmoja alisema dunia haina huruma, na ile siku utakuja kujua dunia haina huruma, wewe utajigive up a room for stress. Kama wale ma celebrity mlikuwa unakuta mtu alikuwa na opportunity maybe yeye mwenyewe akajifanya nini, akajiwaste. Sasa hizi unakuja mtu aliadapt kwa drugs na pombe akidhania hapo ndo utapata relief. Ngoja nikwambie, kuadapt kwa drugs ndo una make the scenario worse na matter worse. Mumeona ma celebrity wangapi walikuwa na jina wakajiwaste, alafu maybe wakaadapt to drugs because of that stress ya venye walikuwa maisha ya juu. Alafu sasa hata saizi watu wanataka kuwasaidia but they cannot help them because wanachangiwa pesa but they are already addicted. Unajua ukienda kutafuta relief ya stress yako katika drugs, so utaenda kuwa addicted na hizo drugs. Sasa utakuwa na shida mara mbili, uko na ile shida una face na uko na shida nyingine yenye una face ya nini, ya addiction ya drugs, unaona. So mimi nimekuja hapa kukuambia don't fight it anymore. Kama you cannot hold it and there is a plan B or there is another option you can do, just go ahead with the option B, because at the end of the day one day maisha itabadilika. As far as uko hai, as far as unapumua, as far as Mungu mwenye tunajua anaishi, siku moja maisha yako itakuja kubadilika. Kuna wengine hata wako in worse scenario, in worse situation than you. Usidhania ni wewe peke yako unapitia shida katika hii dunia. Kuna wengine ukiambiwa stories zao ama ukiona stories zao they are worse than yours. Afadhali hata wewe uko na afya, afadhali hata wewe uko na uzima, afadhali hata wewe labda uko na watu na wazazi unaweza rudi kwenu ushago. Kuna mwingine hana wazazi wake, hana bere wala nyuma, hana anything. Na unaweza kuta hata huyo mtu bado ako na tumaini, anapambana. Labda hata analala nje akitumaini mambo itabadilika. Wewe uko na place unaweza rudi. Mbona usikubali ile ego na ile kiburi na ile attitude na ile uoga yako watu watasema aje, ukubali kuiweka chini na ukubali kuanza tena upya chini. And ngoja nikwambie, your current situation is not your final destination. Unaweza anza chini tena, unaweza anza rate tena, haijalishi uko miaka 50, miaka 60, you can still start late but end up succeeding. Unaona? So mimi I wish you all the best. I wish God's grace ikuwe na nyinyi wale mnapitia hali ngumu, maisha ngumu. Hata sisi tutadekea siku moja, but hatukuishi katika that depressed life. Tulikuwa na tumaini, tulikuwa na hope, tuliamka kupambana kila siku na siku moja tukaiona heri. Hata wewe siku moja utaweza kuiona heri yako. Sipo siku na ni siku njema. Kuna kitabu nilikuwa nasoma kanaitwa Siku Njema. Mambo hayaishi venye yalivyo. Things change. Mambo hubadilika. Vindu vichenjanga.